Mabaraka alikuwa ni mtu mpole, alikuwa anaga magomvi na mtu, alikuwa ongeagi na mtu yote. Sijana sasa kama nimefika kazi pale kijiweni akashuka nyumbani kwake. Mpaka kufikia sasa hivi ndio taarifa kwamba amefariki. Alikuwa ni mama wa namna gani? Alikuwa mama mpole, asiongea na mtu, nifanya biashara wa pitimoto. Alikuwa anaga magomvi na mtu yote hapa kijiweni. Ndoka vizuri kabisa saa 4 kamili ndoka pale kazini alikuwa mzima wa afya. Kaambia mtoto wangu umetangulia na dada yake. Basi akaondoka akaenda nyumbani. Akaondoka sasa nikaambia umefunga, kaambia ndo naenda kufunga. Basi akaondoka kwa. Bila hata siku moja. Tulikuwa tunakaa naye. Alikuwa anakaa na mdogo wangu kabisa. Kwa kitendo nafungua tu kijana wangu akaja mtoto wa dada yangu. Ananiambia mama, umepata taarifa gani? Naambia mimi sipata taarifa yoyote kuhusu nini. Basi nikatoka nje. Naambia ngoja nitarudi, haweza kuniambia. Basi nimetoka nje. Nikahofu. Nikamwambia kuniambia nini shida. Naambia Mabaraka amefanya nini? Naambia mwili wa Mabaraka umekuta porini. Kwanza kwa kifupi, mimi majina yangu naitwa Gadili Mwema, ndio diwani wa kata ya. Leo asubuhi saa 1:12 nimepata simu kutoka kwa mwenyekiti wa mtaa huu, ndugu yetu Mary Msali, akanijulisha kuna tatizo la mwananchi amekufa kwenye mahindi hapa eneo la kwa ile Tilima. Kwa hiyo na mimi nimefika nikakuta wananchi ni wengi kama na wewe ulivyowakuta. Kwa hiyo tumefika na taarifa zilitolewa polisi, askari wakaja. Kwa hiyo ndio zoezi ambalo mnakuta linaendelea. Mimi naomba ningetoa rai kwa wananchi wawe, kila mwananchi awe mlinzi wa mwenzake, hasa kipindi hiki cha msimu wa kilimo. Kama tunavyoona tu hili tunatokea kwenye mahindi. Hiyo haya mahindi yanaweza kuwa ni kivuli cha watu ambao wana nia njema kujificha na kufanya matukio. Kati yenu na nyinyi tutampata haraka sana. Haki mama mnamjua kwamba anauza kitimoto. Alipotoka kazini pale alikuwa na nani, alikuja na nani mpaka kwenye mahindi haya. Kama mtu alimuona atoe taarifa tu pale kwamba bwana ni nani, wanesi ni fulani, na sisi polisi tuweze kufanya kazi.